there is nowhere in the Bible that it says the God of Christians. Do you know that? Hakuna mahali maandiko. Hizo ni vitu tunasemanga tu sisi wenyewe. But here in this portion, God himself is saying the God of the Hebrews. Yeye mwenyewe anasema nataka kujulikana kama Mungu wa Waebrania. So in the Bible you find God being mentioned as the God of the Hebrews, in some places the God of the Israelites. In some places the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But today, since we call ourselves Christians, there is nowhere it says the God of Christians. Na kuna watu ambao wanaenda hell kama Christians. Na wanda Mungu hataki kujiitanisha nao. Hata nyinyi mnajua hivyo. Bwana asifiwe. So the question is, who is a Hebrew? Okay? In Genesis, we saw that the first man to be called Hebrew was Abraham. And a Hebrew simply means somebody who was transitioned or crossed over from one side to another. So Abraham was living in the land of Ur of the Chaldeans. And they were worshiping many gods and idols. In fact, Abraham's family, they used to make idols and sell them. But God told him, come out from your country, from your family, from your household, and go to a place I will show you. And he went. It was not easy because Abraham ako kwa environment yenye Mungu anaonekana na macho, unamuona ni huyu. Sababu nika sanamu. But now here is a voice speaking to him, telling him, toka hapa enda mahali nitakuonesha, na anaobey hiyo sauti. So he became a Hebrew because he moved. The other people, they called him Hebrew. Because now amevuka kutoka ile ngambo nyingine amekuja huko kwetu. Na pia amewacha kuabudu miungu. Anaabudu Mungu. Unajua kuna tofauti. Wewe una Mungu ama unaabudu Mungu? Sababu Mungu ni Mungu ni mmoja. Shema Israel, Adonai Elohim. The Lord our God, the Lord is one. So Abraham akakuja mahali ambapo anaabudu Mungu, ameacha kuabudu miungu. So he became a Hebrew. And everybody that came from Abraham as a descendant was called a Hebrew. As long as ni descendant ya Abraham na anaabudu Mungu, aabudu miungu. Na ako katika maagano ile Mungu aliweka kati yake na Abraham. So he becomes a Hebrew. The other term is Israelites. Ukisoma Bible unapata jina Hebrew. Kama sasa hii kwa hii wiki kuna jina Hebrew. Kuna kitabu ni Hebrews. Now, Israelites, we know there is a term called Israelites. Like we know the Israelites walitoka Misri wakaenda Kanaani. Now, who are the Israelites? Had a son called Isaac. And Isaac had two sons, Esau and Jacob. Esau also was called Edom because alikuwa red. Na kizazi yake walikuwa naitwa the Edomites. Na walienda wakakaa mahali kwingine because yeye alikuwa na behave tofauti na ndugu yake na pia baba yake. Huyo kijana mwingine ni Jakobo. Jakobo na yeye ilifika mahali akaenda kupigana vita na malaika.
just before he was to meet his brother. He wrestled with the Lord. Na wakati kumekucha, malaika anamwambia achilie kumekucha, akamwambia sikuachilii mpaka unibariki. Na ile baraka alipewa ni kubadilishiwa jina. Akaulizwa wewe unaitwa nani? Akasema anaitwa Jacobo. Akaambiwa kuanzia leo wewe ni Israeli, kwa maana umeprevail pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. So from that time Jacob became Israel. Now you find that all the children or the descendants from Jacob are called Israelites. Vijana 12 na msichana mmoja. Si Jacob alikuwa na msichana? So hao watoto wake wote walikuwa wanaitwa Israel, sababu ni watoto wa Israel. Sasa hawa watoto wa Yakobo ni Israelites na bado ni wa Hebrania. Tunaelewana? Kwa sababu ya Abraham. Okay? Now, as we moved on, you know, in the Bible, there came a time Israel now was tired of being led by prophets. Wakasema tunataka kuongozwa na wafalme kama mataifa yale mengine. Na prophet Samuel aliboeka na hiyo story. Akaambiwa na Mungu, they have not rejected you, they have rejected me. Wapatie mfalme. So Samuel went and anointed the first king in Israel. He's called King Saul. King Saul akapatiwa assignment ya kumaliza watu wanaitwa Amalekites. Lakini akaenda na akachukua King Agag na watu wengine na mifugo kadhaa akawarudi nazo. Akamaliza hao wengine. Akasema hawa nimekuja kutolea Bwana dhabihu. Lakini Mungu akasema kutii ni bora kuliko sadaka. Na kwa sababu ya hiyo Mungu akawachana na Sauli. Akaambia Samueli, enda kwa nyumba ya Jesse. Nimepata mfalme mwingine hapa. Kwa hiyo nyumba wakapata kijana anaitwa Daudi. Akamwambia huyu ndio utampaka mafuta ya kuwa mfalme. Wakati ulipotimia, Daudi akakuwa mfalme, akaenda katika hekalu. He became king of Israel. Now, David, in a time of spring, instead of going to war, because that is the time that kings used to go to war, alizubazuba hapa akaona mtu akioga. Akasema niitie huyo. Akaitwa. Wakaenda huko, wakafanya praise and worship na akarudi kwake. Akarudi akamwambia, sasa unajua hivi ndio kuna akili kuingia vizuri. Ambaye tutatengeneza aje? Akasema sawa, nitalaumu mtu fulani, nitalaumu mzee. Mzee na yeye alikuwa kwa kiroho, hakuwa kukubali hiyo story. Kwa sababu mzee ako katika vita na wakati anarudi nyumbani anaambiwa usiende nyumbani ukakae na mama. Alisema sawa, lakini anaenda anakaa na maboys wanapiga story mpaka asubuhi. Daudi anasikia hii story bambi. Anataka kumseti lakini ikafika saa vita akarudi. Akasema huyu jamaa awekwe pale kwa vita iko mingi kali kabisa. Hiyo vita hiyo awekwe hapo katikati. Wakamweka hapo, ripoti ikarudi jamaa amekufa. Daudi akasema, wapendwa, ningependa kuwaita kwa komiti yangu ya harusi. Jeff Ombati utakuwa MC pale. Na harusi ikapigwa. Jamaa akaoa Bathsheba. Hiyo mimba ikazaliwa lakini mtoto akakufa. Akaomboleza, akatubu na Mungu akawapatia mtoto. Huyo mtoto sasa ndio anaitwa Solomon, ambaye alikuja akakuwa mfalme wa 3 wa Israeli. Tuko pamoja? So Israel
ikiwa united ilikuwa na only 3 kings ikiwa united. Ilikuwa na Saul, David na Solomon. Lakini sasa Solomon alikuja akakuwa mfalme compromised sana. Na after him Israel ikakuwa divided into 2. Ikakuwa na Northern Kingdom na Southern Kingdom. Northern Kingdom ikakuwa na 10 tribes. Na Southern ikakuwa na tribe ya Judah, Benjamin na Levites. Hii ya Northern wakaenda kukaa huko Samaria. Hii ya Judah baki Jerusalem. Kuna watu wanaitwa Assyrians walikuja in 722 BC hapo Samaria, wakabeba the 10 tribes wote, na mpaka leo hao watu wajulikani walipotelea wapi. Unaweza kuwa mmoja wao. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unaitwa Mutinda, lakini kifuatilia vizuri Shema Israel. So these 10 tribes zilipotelea huku tu ndani. But now the ones who remained in Jerusalem, it was Judah, Benjamin and the Levites. Now these ones, the tribe that ilikuwa ina dominate hapo ilikuwa the tribe of Judah. And because of that, descendants wa Judah wakaanza kuitwa Jews. So mtu wote ambaye alikuwa ametoka kwa hiyo Southern Kingdom walikuwa na waitwa Wayahudi because of Judah is the one anajulikana. So now mambo ya Hebrews imepotea, Israel imepotea. Sasa ni Judah, Jews. Now these are the ones who maintain the temple worship, the way people worship in the temple, because wako Jerusalem na temple iko Jerusalem. Hao ndio walibaki na mambo ya Torah bado. Hao ndio walibaki na mambo ya feast. Hao ndio story yote unafuatilia, hata hii feast ya Purim, story ya Esther, kuhusu Haman kukuwa na issue na the Jews, ilikuwa ni hao to descendants of Judah. The other tribes zimepotelea huko, zimeassimilate. And Jesus was born from the tribe of Judah. And when Jesus was on the cross, amesulubishwa, waliandika maandishi hapo juu yake wakasema the King of the Jews. Wakaandika kwa Kiebrania, wakaandika kwa Kigreek na Kilatin. Na Wafarisayo walikasirika sana juu hiyo maneno. But you can see now, up to today, we don't call the people in Israel with atuaiti Hebrews. We don't even call them Israelites. Tunawitanga Jews, Wayahudi. Okay? Now, you can see your progression, the way tulipotelea kutoka kwa Mungu. Mungu hapa anasema I am the God of the Hebrews. But as we speak, we have Jews. Now, Jesus was a Jew. And disciples wake walikuwa Jews. After amefufuka na akarudi binguni, kuna kitu alisema, the Great Commission, which is in what? Inakuanga Matthew 28. Inakuanga verse gani? Matthew 28. Is it the one? Maybe Mark 16. I want the verse that says Judea, Samaria, beginning in Judea. Inakuanga wapi? Where he sends, he tells them. Matthew 28. Matthew 28:18.
No, it's not the one. Kuna ile wanasema Judea, Samaria into ama ni Acts. Ukipata utaniambia. So Jesus wakati anarudi mbinguni anawaambia go and wait for the helper, the promise of my Father. And they go and wait. And you know the Holy Spirit came on the feast of Pentecost or Shavuot. Alikuwa amewaambia wahubiri neno wakianzia Judea waende Samaria and then all the other parts of the world. Saliwaambia hivyo. Acts 1:8. Yes, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Okay, so the people in Jerusalem, Judea and Samaria, si ni Wayahudi? Si ndio? So, wanawahubiria neno Wayahudi. Now, during this time, because tumesema ni Jews ndio wako. Tumesema Hebrews are descendants of Abraham. Israelites are descendants of Jacob. Jews are descendants of Judah. Now, ile religion ilikuwa inaendelea around this time, ilikuwa inaitwa Judaism. Ama Judaism. Okay? Judaism because of Judah. Na ndio inaendelea mpaka leo Israel kwa wale mnaita Wayahudi. Wale ambao wanasema tunangojea Messiah akuje. They practice Judaism. Hii inamaanisha wanasoma Torah kama sisi. Lakini kwao Yesu hayuko kwa hiyo Torah. Wanafanya feast kama sisi, lakini feast kama ya Passover, Yesu kwao hakukufa ama hakukuja kwa hiyo Passover. So the difference between us and them is actually Jesus being the Messiah. So that tells you that what we do here is not Judaism. Tunaelewana? Kenye tunafanya mambo ya menorah na nini, it is not Judaism. Because for them, they do the menorah. But ukiwaambia, this one is about Yeshua, wanakataa. Because that is Judaism. But for us, we know in Revelation that the menorah is actually Yeshua or Jesus. Are we together? Now, since ni Wayahudi, hao watu ni wameambiwa na Yesu, the disciples, waanzia hapo kuhubiri wakienda kwa mataifa. So unajua wanahubiri na nini? Old Testament. Because hiyo ndio ile Biblia yenye ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. When we read in the book of Mark chapter 1, Mark chapter 1 verse 14. Mark 1:14 says, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sasa wapendwa, Yesu anahubiri gospel gani na hiyo wakati hakuna Matthew, kuna Luke, kuna Mark, kuna John? Sinamaanisha the Old Testament the gospel. Tuko pamoja? Wakati Yesu alikuwa anatembea, Matthew alikuwa ameandika story yake. Anaweza andika venye amekufa kabla hajakufa? It's not possible. Bwana Yesu asifiwe. So even Jesus himself, he preached the gospel. And he preached using the Old Testament. So the disciples also started doing what Jesus was doing. Inamaanisha hivyo. They started telling the Jews that this man called Yeshua, huyu mwenye mulisulubisha, alifufuka baada ya siku 3.
na yeye ndio Messiah, the Messiah. Na hiyo story ilileta shida kubwa sana, because hiyo sio Judaism. Hiyo wakasema hiyo ni cult. Bwana Yesu asifiwe. In Matthew, in Acts chapter what? Chapter 9. So mnajua story ya Saul. You know Saul? Saul mwenye alikuwa na persecute kanisa. It says, then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogue Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So Sauli ameenda akaitisha barua kutoka kwa kuhani mkuu, ndio akipata mtu wote wa hii inaitwa the way. Mbona Biblia yako inasema the way? Inasema the way. Sasa hiyo the way ndio ile ambao walikuwa wanaitwa the way. They used to call themselves the way. Watu wa kufuata Yesu. Kwa sababu Yesu alisema, I am the way, the truth and the life. Sasa Sauli ameitisha mabarua atafute watu ambao wanasema Yesu ndio the way. Awashike, atupe korokoroni ama awaangamize. Na ukisoma hapo chini ndio anaweza kupatana na huyo Yesu na anaweza kukombolewa. Are we together? Now, this story of the way, kuna mahali, where is this verse? In the book of Acts. Chapter 19. Acts 19. Verse 9. Acts 19:9. But when some were hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. Now, tukiteremka verse 23. And about that time there arose a great commotion about the way. Naona hii the way. Hii the way ndio tunafaa kuwa tunaitwa the way, si wa Kristo. Sisi ni watu wa the way. Ni kama vile wanasemanga watu wa Sabato. So they used to call themselves, we are the people of the way. Now, Paul baada ya kukombolewa alianza kuhubiri. Na ilifika mahali wakaanza kumwekelelea mambo mingi. In Acts chapter 24 verses 12. Acts 24:12. This is Paul saying, and they neither found me in temple disputing with anyone, nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city. So now, they used to go to the temple and in the synagogues to preach. So, wanakuja wanapata Torah portion inaendelea, na kwa hiyo Torah portion wanasema kuhusu, inaongea kuhusu Yesu. Wanaanza kusumbuana. Kwa sababu watu wa Judaism hawakubaliani mambo ya Yesu. Na hao wanaanza kumuonesha mpaka kwa Torah portion. Verse 13, nor can they prove the things of which they now accuse me. So kuna vitu walianza kumsingizia Yesu, Paulo, na anasema hizi vitu zote they cannot honor evidence. Lakini verse 14 anasema, but this I confess to you. Anasema lakini hii kenye nawaambia ndio ukweli. That according to the way which they call a sect, some version says a cult, so worship the God of my fathers, believing all things which written in the law and in the prophets. So Paul is saying, I admit, mimi ni mtu wa the way.
So you can see hapo kulikuwa na mambo ya Judaism na mambo ya the way. Wameanzia Judea, Samaria, Jerusalem, wakipreach about Yesu. Na anasema hiyo mambo ya the way ilikuwa inaitwa cult. Kama kusema mambo ya Shakahola. Simizi mambo mnafanya ati Yesu kwa Torah, Yesu kwa feast. Hiyo ni cult. So it's something that started even in the time of the New Testament, the Acts of Apostles. Now, he's saying, I worship the God of my fathers. This God of the fathers is Abraham, Isaac, and Jacob. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. The God of the Hebrews. So Paul is saying he worships that, knowing very well that even in Judaism, they worship the same God. Na anawaambia, I believe all things which are written in the Torah and the prophets. Now, the Torah and the prophets, if you remember, when Jesus alifufuka, alipotana watu wawili wanatembea kutoka Emmaus. Wakaongea mambo mingi, alafu inasema, beginning from Moses and the prophets, he started teaching them concerning himself. Now, inamaanisha alianza kuwafunza kutokana na maandiko, the Old Testament. Now, the Hebrew Bible, which is the Old Testament, sisi tunaitanga Old Testament, kwao hiyo ndio Bible, hawana New Testament in Judaism. But the way it is characterized, imecharacterized in 3 portions. Inaitwa Tanakh, T-A-N-A-K-H, and that is an acronym. Ni kama kusema KRA, Kenya Revenue Authority. So, the T is for the Torah, the first 5 books. The N is for Nevi'im, which are Nevi'im in a sound kama Nabi. So it is the prophets. Unajua Kiyahudi na Kiebrania na Kiswahili inakaribiana. Sababu unajua Kiswahili ni Kiarabu na Bantu. So unakumbuka hiyo masomo? Kiswahili ni Kiarabu na Bantu. Na Waarabu wako karibu na hawa watu. So Nevi'im, Nabi, it is the prophets. And then Ketuvim, it is writings. So when Jesus is saying, ama Paul is saying the law and the prophets, anasema the Old Testament. Anasema anaamini Old Testament. Kenya pia wao wanaamini. Anasema anaabudu Mungu wa baba yake, baba zao, Abrahamu, Isaka na Yakobo. Pia wao wanaabudu huyo. Shida tu ni yeye ako kwa the way, hayuko kwa Judaism. Kwa sababu ni Yesu ndiye ameleta hiyo separation.